maisha mengine ya baadaye, maisha yale ya baadaye ambayo yanaandaliwa kuanzia sasa, maisha ya baadaye tunaanza sasa hivi. Hakuna anayeweza kuandaa maisha ya baadaye bila kuweka maisha yake vizuri, bila kuweka mtazamo wake vizuri na Mungu aliyekuumba. Hatujaumbwa na Mungu mwingine zaidi yake yeye yule aliye na sifa za uumbaji, ambaye aliumba mbingu akaumba nchi, aliyesema ya kwamba kuwe na nuru na ikawa kweli, aliyesema awepo mwanadamu ambaye ni mimi na wewe na wote tukawepo, na ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimuumba Adamu akamweka katika bustani ya Edeni, akaamuru ya kwamba zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Lakini baada ya kuongezeka sisi hao wanadamu tukajana mambo mengi katika maisha yetu, tukamsahau aliyetuumba, tukakimbilia mambo mengine, tukafuata vitu vingine ambavyo ni tofauti na kabisa na alivyopanga Mungu wa mbinguni iwe katika maisha yetu. Mungu makusudio yake tuishi maisha ya kumpendeza yeye na tuishi maisha mazuri, maisha ya amani. Ndio maana akatuchagulia akatuweka katika bustani ya Edeni. Lakini baada ya kumuasi, baada ya kukosea, akatufukuza pale, akatuambia tokeni katika bustani yangu, kutokana kwamba tumeasi, tumeenda kinyume na maagizo yake. Na ndipo tukatoka, wazazi wetu Adamu na Hawa wakaondolewa katika bustani ya Edeni. Na tulipojaa tena kama mpaka hivi leo, maasi yako pale pale na dhambi ziko pale pale, maana moyo wa mwanadamu uko pale pale. Maana yule aliyetupa kule mbinguni, aliyeasi ambaye ni Shetani, alishuka hapa duniani, yeye hakufikiria mbali, na ndiye aliyeshuka akaendelea kuchafua ulimwengu, na ndiye aliyetufurikanisha na mapenzi ya Mungu. Lakini kwa fadhila za Mungu tulivyosoma katika Isaya, anasema wanangu njoni watu wangu tusemezane, ijapokuwa dhambi zenu, ijapokuwa maovu yenu yanatisha kama nini yangu, maana yeye anakujua, anajua gharama aliyokuumbia, anajua gharama aliyotamka juu yako. Rehema za Mungu Baba zipo juu yetu. Rehema za Mungu zipo juu yako mpendwa. Rehema za Baba yetu wa mbinguni aliyesema kuwe na nuru bado zipo. Rehema za Baba yetu aliye hai, yeye bado zipo na kweli. Ijapokuwa dhambi zako ni nyekundu sana kama bendera, kama damu, zitasafishwa, utakuwa mweupe mno, utakuwa mweupe kama sufu. Na nakwambia hakika Mungu yeye ni wa neema mno, ni wa rehema, atakufutia makosa yako hayo. Maana usipotubu leo, yeye atakuteketeza kwa moto usiozimika, ambao umeandaa mbele, ambao hiyo sio la moto ameliandaa kwa ajili ya Shetani na malaika zake, sio kwa ajili yako wewe. Ni bora maisha yako mpendo wangu kayageuza, ukamwelekea huyu Mungu wa kweli, ukamfuata huyu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi. Maana ndiye tunayemhubiria hapa, maana ndiye mwenye uzima na uhai wa kweli. Maana pengine ule mabudu unayemtumikia sio Mungu wa kweli, anakudanganya, amekufika mambo mengine yaliyo mazito ambayo hayana maana, amekupika mzigo ndani ya moyo wako, unayowaza kila kukicha sio mazuri, unayotenda kila siku sio mazuri. Yeye Mungu wa rehema, yeye Mungu wa rehema anakuhitaji uje leo. Anasema njoo tusemezane, njoo mwanangu tusemezane, njoo kwa Bwana ueleze shida zako, njoo kwake yeye ueleze haja zako, na yeye atakupumzishia, na yeye atakufutia makosa na dhambi zako zote. Hata kama unaogopa namna gani, hata kama useme umetenda dhambi nyingi, wewe huwezi kusamehewa, hapana. Mungu wetu ni wa rehema mno, atakusamehewa. Amen. Amen. Tuendelee. Mstari wa 19. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii utakula mema ya nchi.
Mema ya nchi yataanzia hapa duniani. Utapata uzima bure, utapata msamaha bure, utaishi kwa amani bila hofu, bila mashaka yote. Hautatishwa na wachawi, hautatishwa wala usihangaike mpendwa. Mungu aliyekuumba tunamwita wakati mwingine ni Bwana wa majeshi. Yeye hutulinda usiku na mchana. Watakatifu wote na watu wote waliompa Yesu maisha yao, waliomgeukia huyu Mungu wa mbinguni, hawana cha dawa, hawana cha bangili, hawana cha miungu, hawana cha mizimu, hawatumaini tena nguvu za mababu. Yeye Mungu wa mbinguni anatosha. Yeye ndiye anayetupigania, yeye ndiye anayetushindia. Kama iwe usiku wa giza, hata kama iwe wakati wa shida. Haleluya. Amen. Ni bora mpendo wangu unayekaa katika maeneo haya. Mungu anakupenda mno. Ana haja na maisha yako. Ana haja na moyo wako. Ana haja na nafsi yako. Na ndio maana amesema ya kwamba haya, njoni tusemezane. Ueleze kwake. Maana bila ya wewe huwezi kujitoa wewe mwenyewe mzigo huo. Shetani aliyokutwika, shetani aliyokubebesha, maana ni mzigo mzito mno, kwa kuwa huwezi kujitambua kwa haraka. Na ndio maana tunakwambia Mungu huyu wa mbinguni, Mungu aliyekuumba wewe ulivyo mzuri hivi, wakati mwingine unajiangalia kwenye kioo, unavyojiona wewe ni sura ya Mungu, wewe ni chapa ya Mungu. Shetani hajaumba chochote kwako, hajaweka hata unywele, na wala hana uwezo wa kugeuza hata unywele wako kuwa maisha milele. Kuna ziwa la moto limeandaliwa kwa ajili ya wale ambao wamekataa kumfuata yeye, ambao wamekataa kumwamini yeye, ambao wamekataa kumtumainia yeye. Mganga wa kienyeji anayekwambia nina zindiko kali mno. Tunaye Mungu wetu ambaye yeye hata ukienda Mtwara yeye yupo, hata ukienda Kigoma yeye yupo. Mungu yako naweza kaiacha hapa, lakini Mungu anasema kutoka mikono. Yeye Mungu wa mbinguni, yeye habadiliki, yeye atakupigania. Hata ukisafiri uende Mtwara, hata ukienda Dodoma, yeye uwezo wako utakuwa pamoja na wewe. Yeye sio kama miungu yako uliyojivika kiunoni, na mingine umeiweka kwenye mikono, na mingine umeivaa shingoni. Umechanja chale la kutosha, unadanganya kwamba ni ulinzi. Hautoshi. Nakwambia njoo kwa Mungu aliye hai. Yeye akupe ulinzi wa kweli. Yeye atakulinda mchana na usiku. Ukisinzia yeye atakulinda. Hata wachawi hawatakugusa, hata kama wakiingia hemani pako hawatatikisa maisha yako, hawatatikisa maisha yako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima ukitaka kitu chema, ukitaka maisha ya milele yenye heri na yenye baraka na yenye kubarikiwa na yenye kujengeka vizuri, umpe Yesu maisha yako. Maana Yesu ndiye safina yetu, ambaye alishuka, ambaye alikuja kwa ajili yetu, kwa ajili yako, kwa ajili yangu na wewe mpendo wangu unayenisikia popote pale, hata uwe ndani ya nyumba. Mungu wa mbinguni anakupenda mno, atakusamehe. Mungu atakuongezea na moyo mzuri uliotakata. Amen. Hata ukiondoka duniani utakuwa na maisha mazuri tena ya baadaye ambayo ni ya umilele. Amesema kwamba ukikubali utakula mema ya nchi, utaishi vizuri nchi. Leo hii unadanganywa, unajiliwaza ya kwamba niache naiponda nchi, eti nakula ujana. Vijana ambao wako vizuri wako ndani ya Mungu aliye hai, ambaye alimtuma na Yesu Kristo kuja hapa duniani. Yeye alinyenyekea yote kwa ajili
maisha yako yuko hapa, tumemleta na yeye yupo mahali hapa, tukupatanisha na Mungu. Karibu mpendo wangu, tuombe na wewe ambaye uko tayari kumpa Yesu maisha yako. Karibu rafiki yangu, karibu ndugu yangu ambaye unataka kumpa Yesu maisha yako. Karibu, kwa sababu Mungu wetu yeye ni Mungu wa rehema mno. Usilela ambayo atakayokuwa mbele yako yatakuwa ya ajabu sana mno, na ndio maana nina huruma na upendo mkubwa na wewe ndugu yangu. Naomba njoo tuombe na wewe. Mungu akusamehe makosa yako, Mungu akufutie dhambi zako, umtumikie yeye. Karibu rafiki yangu, karibu dada yangu. Haijalishi unasumbuka na magonjwa, amesema haya njoni. Haijalishi ya kwamba wewe una magonjwa kiasi gani, unaanza kulaumu hata wafanyakazi wenzako eti wanakupiga vita. Wanaokupiga vita sio hao, wanaokupiga vita ni dhambi ambayo ipo ndani yako, ambayo Mungu amekuhitaji uje leo apate kukufutia, apate kukondolea. Ijapokuwa zinatisha namna gani, amesema Mungu wa mbinguni utakuwa mweupe, hata nawe utapata heshima, hata nawe utapata nidhamu nzuri. Nakwambia leo, nakwambia jioni hii, njoo mpe Yesu maisha yako. Njoo kwa Mungu aliye hai apate kukupumzisha leo. Makutano, naomba tusimame. Karibu, tunakungoja wewe. Shida ni za kwako. Wakati mwingine unaweza kunitazama mimi kwa hali ya mimi, lakini hebu mtazame Mungu wa mbinguni. Karibu sana mpendo wangu, karibu rafiki yangu, karibu sana, tuombe na wewe. Mungu ana haja na wewe na yuko tayari kukupokea. Yeye anasamehe, yeye anasamehe makosa yote na kukupa afya ya moyo na kukupa afya ya rohoni na kukupa amani ya maisha. Unateseka kwa sababu bado uko chini ya kongwa ya yule mwabibilisi. Karibu rafiki yangu, naomba makutano tukaribia wote. Naomba tukaribia, tumtukuze Mungu wetu wa mbinguni. Tunakusubiria wewe. Karibia makutano, tunaomba tukaribia hapa. Makutano watu wote tunaomba tukaribia hapa. Naomba mlioko mbali msogee karibu. Naomba tusogee tukaribia karibu. Karibuni dada zangu, karibuni ndugu zangu. Sijiweke tena wala msituogope. Sisi ni kama ninyi, na ndio maana tunapenda mkubwa kama vile Mungu alivyotupenda. Karibu baba yangu. Napozurua wengine nami karibuni watu wote. Ile mikutano
Maisha yenu, karibu tuombe na wewe. Mnakuja kumpa Yesu maisha yenu. Ile mwovu ibilisi, hata kama ikija kiasi gani, hata mahangaiko yake yote na mateso yake yote anayokujazia, hayatakuwa na maana yoyote ile. Basi nitaenda kuomba na kumtukuza Mungu wa mbinguni na kukuombea wewe neema hii isizidi kukupita kwako, maana una maisha machache, nina maisha mafupi, na ndio maana niko hapa kukuhubiria habari njema za Mungu wetu aliye hai. Mungu wetu ana sifa ya uumbaji, ana sifa ya uhai, maana mbuzi ni wa kufa, unayemwegemea kondoo ni wa kufa, unayemfuga sijui ng'ombe na kumtumainia kama Mungu wako, yeye hana lolote. Akifa tunamchinja, tunamla nyama. Huyo sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli yeye yuko hafananishwi na vitu vingine, kwa sababu hata kitu unachokiabudu amekiumba yeye. Umetengeneza vinyago, umetengeneza vitu vingine ambavyo kabisa havina hata uwezo wote. Ni bora ukampa Mungu wa mbinguni maisha yako, ambaye pia amemtuma Yesu Kristo kuja duniani kwa ajili yako wewe. Basi tuombe. Amina. Sawa. Napiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wewe mtu wa Mungu unayetaka kumpa Yesu maisha yako, tunakukaribisha. Karibu sana, karibu sana. Njoo upatane na Mungu wetu, kama vile neno la Mungu lilivyosema ya kwamba njooni tusemezane. Mungu anapenda kusema na wanadamu kwa sababu ni rafiki zake. Ametuumba tunafanana na Mungu. Kama yupo karibu, simame hapa mbele. Simama mbele. Naomba maiki. Asante. Kama yupo mwingine anaungana na ndugu huyu kumpa Yesu maisha yake, utanifuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimetenda dhambi. Nimekutenda wewe dhambi. Na wanadamu. Ninaomba leo unisamehe makosa yangu na dhambi zangu nilizozitenda kwa kujua na kutokujua. Ninaomba Yesu, ufute jina langu lililoandikwa kwenye kitabu kile cha hukumu. Ninaomba ulifute kabisa, uandike kwa upya jina langu kwenye kitabu cha uzima waendao mbinguni. Bwana Yesu, kuanzia leo ninaomba nifanyike mtoto wako. Unilinde, uniongoze maisha yangu siku zote, hata utakapo
hata utakapo kuja kulichukua kanisa lako. Amen. Amen. Baba Mungu, Muumba mbingu na nchi, wewe ndiwe Mungu mkuu. Tazama Bwana, kijana huyu na baba huyu Bwana amekiri kwa kinywa chake ya kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ya kuwa wewe ndiwe Mungu utakayemuongoza, ya kuwa ndiwe Mungu utakayemsaidia, ya kuwa wewe ndiwe Mungu utakayemfanikisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaangusha kila falme, ninaangusha kila mamlaka, ninaangusha kila ukuta uliokuwa umejengwa ndani ya moyo wake, ndani ya fahamu zake, ndani ya fikra zake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaharibu kila kazi za yule mwovu ibilisi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninavunja madhabahu zote, ninavunja madhabahu zote, ninavunja madhabahu zote za yule mwovu ibilisi, ninazitenga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila kazi za yule mwovu ibilisi ninaziharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Namuungamanisha na Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ninamfungamanisha katika ufalme wako Bwana. Mungu mwenye nguvu, ukamsaidie sasa, kuanzia sasa ukamuongoze akawe mtoto wako, kama ulivyonena kwamba Baba wote waliokupokea wamefanyika watoto wako. Baba, tazama na huyu kijana amekuwa mtoto wako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Kama wapo wenye shida mbalimbali, wagonjwa, kama upo wewe ni mgonjwa, unasumbuliwa na tatizo la kila aina, karibu sogee mahali hapa tukuombee. Kama upo una shida, yamkini hata ulali, njoo, karibu sogea mahali hapa tuombe na wewe. Kama yupo mwenye mgonjwa, yupo mgonjwa aina yote, njoo. Yesu wetu ni mponyaji. Yesu wetu anaponya na kuokoa. Hakuna wagonjwa. Njoni kama wewe upo unasumbuliwa na wachawi, unasumbuliwa na waganga, unasumbuliwa usiku, njoo. Miguu inawaka moto, hebu sogea. Amina. Kama hamna, jina la Bwana libarikiwe. Kama hawapo, jina la Bwana libarikiwe. Tunawakaribisha tena. Asante fundi mitambo, asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ongeza makofi tena mengi mazuri kabisa kwa ajili ya Yesu. Tulisema kwamba Yesu tuliyemleta ni Yesu aliye hai, anayeokoa, anayeponya. Basi tunawashukuru sana wakazi wa Alave, kuanzia ngazi ya kiongozi, mwenyekiti wetu wa kitongoji. Tunamshukuru sana kwa kutupa kibali
lakini na watu wote pia